Mtazamaji, yafuatayo ni mahojiano maalum. Tuko na Profesa Emmanuel Shija ambaye yeye ni mlezi wa umoja wa wazee Masanga, lakini pia yuko Dr. Daniel Dula ambaye yeye ni mshauri wa maendeleo, na tuko hapa tutazungumzia kwa ufupi kuhusiana na ziara yao wanaotarajia kuifanya hivi karibuni katika wilaya ya Kishapu. Tutapata kujua kwa ufupi kuhusiana na umoja wa wazee Masanga, lakini pia mipango yao ya ziara yao wanaoenda kuifanya katika wilaya hiyo. Tukianza na Profesa Emmanuel Shija, unaweza kutuambia kwa ufupi kuhusiana na umoja wa wazee wa Masanga? Ni nini hasa umoja huu, ni unahusu nini kwa ujumla? Naitwa Profesa Emmanuel Shija, mheshimiwa mtangazaji, na kushukuru kwa swali lako. Ni mzaliwa wa kijiji cha Masanga, wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Mwaka 2024, kwa maana mwaka jana, tulipata usajili rasmi wa umoja wa wazee Masanga. Na wazee hao ni wale ambao tulihitimu elimu ya msingi mwaka 1980. Ilikuwa ni mchakato mrefu kidogo wa kuwapata watu kama hao. Unajua ni zaidi ya miaka 40 sasa. Kwa hiyo tulitafutana hao, tukaonekana wale ambao tuna nguvu, tunajitambua, maana wengine hapo duniani, wengine hata hivyo wameharibika akili zao kwa matumizi mabaya ya maisha yao. Lakini wale ambao kweli walikuwa katika hali nzuri tulipatikana kama watu 10. Kwa hiyo tuliunda umoja wa wazee, lakini lengo kubwa ilikuwa ni namna kujitambua kwamba na sisi wazee tunaweza tukawa na mchango katika dunia hii ya leo, kwanza kuyamudu maisha yetu wenyewe, lakini pia na kuisaidia nchi katika maeneo ambayo sisi tuna sifa kuyasaidia, kwa mfano masuala ya maadili, lakini pia na namna gani tuweze kupiga vita maskini, tukiwa na historia ndefu ya kuifahamu nchi tulikotoka na hapa tulipo tufanye nini. Tunaelewa mbinu ambazo zimetumika huko nyuma za kupambana na umaskini na mabadiliko ya kisasa ya namna kukabiliana na umaskini na mawazo mbalimbali ya wataalamu. Kwa hiyo tuanzishe umoja, lakini sio umoja tegemezi, ni umoja ambao unaingia kwenye mfumo wa kupambana na maisha. Lakini baada ya kuanzisha umoja huo, tumefanya kazi kubwa sana kutokana na malengo yetu hayo. Tumesaidia jamii, tumeibua miradi mbalimbali, na sasa tuna safari na ndugu yangu ambaye ni daktari, tumesoma pamoja katika shule hiyo. Tunaelekea huko Masanga sasa kwenda kufanya mambo mengine ya ziada. Tayari tuna ofisi, tayari tumeanza shughuli za ujenzi. Kwa hiyo tuna mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kuwapokea wanachama wengine wapya wawili, akiwemo Dr. Dula na Mwalimu Alfred Gundula, ambaye sisi ametufundisha tangu darasa la kwanza mpaka la 7. Ni hazina kwetu. Kwa hiyo ni mtu anayestahili sana kwenye umoja. Dula ni mtaalamu, ni mshauri masuala ya maendeleo. Tunahitaji sana ujuzi wake. Kwa hiyo anapoingia katika familia ya wazee, ana sifa zote, ni mzee lakini pia ni mtaalamu ambaye ataleta chachu ya maendeleo kwa malengo ambayo tunayo kama wazee. Kwa hiyo tuna ziara hiyo ambayo itabeba masuala kama hayo ya mapokezi pamoja na kuona maendeleo ya ujenzi wa ofisi yetu ya wazee hapo jijini Masanga. Tumeona mmepanga ziara hivi karibuni ya kwenda Masanga. Tungependa kufahamu ziara yenu hii ina lengo gani hasa? Nirudi kwenye ule msisitizo wa kwanza kwamba tunapata wanachama wapya. Hiyo ni furaha, ni kama kuzaliwa katika familia, na kuzaliwa mtoto inakuwa furaha sana. Kupokea watu wawili muhimu kwetu sisi ni tukio kubwa. Kumpata Dr. Dula ambaye ni mtu amekaa nje miaka 40 nje ya Masanga, ingawa alikuwa anakuja nyumbani kusalimia, kiutendaji amekuwa nje, na mtu aliyefanikiwa, elimu yake ni hazina kwa wana Masanga, na mheshimiwa huyo aliyetufundisha. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, kwamba kwanza kuwa na tukio la kuwapokea hao wanachama wapya, lakini pia umoja wa wazee wa Masanga wamekwisha sajiliwa serikalini, wanafanya kazi. Umoja huu na utekelezaji wa mambo mengi sana ambayo umeyafanya. Kwa hiyo moja kati ya shughuli ambazo tunakwenda kuitazama pale ni ujenzi wa ofisi ya umoja wa wazee Masanga. Niwashukuru wenzetu ambao ndio wako huko kwenye eneo lenyewe la kijiji chetu. Kwanza kiongozi wetu mkuu
mwenyekiti Mwalimu Alex Kuyonza wamefanya kazi nzuri sana kuunganisha wazee na kuhimiza maendeleo, na matukio mengi yamekuwa yakifanyika kutokana na juhudi zake anazozifanya. Ni mwenyekiti ambaye anajitambua na tumempenda sana kwa sababu tuna muda mfupi naye, lakini ametupeleka vizuri. Lakini pia na msaidizi wake anaitwa Makenga Masanja, ndio anasaidiana naye, ni msaidizi wake mwenyekiti. Tunaye mtunza hazina Elizabeth Shija Jimola, lakini pia tunaye katibu mkuu wa umoja wetu anaitwa Bwana Kuyonza Komalija Boniface. Tunaye pia makamu wake Mwalimu Jeremia Daniel Ndekeja, na wengine wengi ambao wako kwenye hiyo shirikisho hilo la umoja wa wazee. Sawa, nashukuru Profesa. Lakini pia kama ulivyosema kuna mwanachama wenu mwingine hapa, Dr. Daniel Dula, ambaye naye ataungana na yeye. Tungependa kufahamu machache kutoka kwake. Dr. Daniel Dula, tuambie kwa faida ya watazamaji wasifu wako kwa ufupi, lakini ni kwa jinsi gani ambavyo wewe unaweza ukatumia uzoefu wako kusaidia umoja huu wa wazee Masanga, lakini pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Nakushukuru sana mheshimiwa mtangazaji. Kwanza kwa majina anaitwa Dr. Daniel Dula, ni mzaliwa wa Masanga. Wasifu wangu ni mrefu sana, lakini nitatumia sentence moja tu ku summarize. Mimi baada ya shule zote na vyuo vyote kwa maana ya masomo yangu, mimi ni mtaalamu mbobezi wa mambo ya kilimo ambaye nilispecialize mambo ya mifugo, lakini pia ni mtaalamu na mbobezi wa mambo ya usimamizi wa miradi, ufuatiliaji na tathmini, yani tunaita monitoring and evaluation. Lakini pia mimi ni mtaalamu wa maendeleo kwa ujumla, kwa maana kwamba nimesoma mambo ya development studies. Kwa hiyo matumaini ya watu ambao sasa nawaendea ni kwamba kwanza mimi kama Mtanzania nina jukumu la kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwaletea maendeleo wananchi wake. Kwa tunampongeza sana rais wetu, anafanya kazi kubwa pamoja na serikali yake kwa ujumla. Sasa mimi nimewiwa kama Mtanzania ambaye nilielimishwa na kodi za wananchi, na lazimika kurudi kulipa fadhila kwa kodi walizonisomesha, si tu kwa manufaa yangu, na hicho kiapo huwa tunakula kwamba nitasoma kwa manufaa ya jamii. Sasa manufaa haya sio maneno tu, inabidi iwe vitendo. Kwa ndio maana tunarudi nyumbani na Profesa Emmanuel Shija kama watu ambao tulisomeshwa na kodi za wananchi kwenda sasa kulipa zile fadhila. Kwa hiyo naamini kwamba tukianza na kijiji chetu tulichozaliwa cha Masanga, ni sehemu ya jamii ya Watanzania, ni sehemu ya wilaya yetu, lakini pia ni sehemu ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo mimi kama mdau na mshauri wa maendeleo katika kijiji chetu na wiwa kwenda kusaidia. Sasa mimi kwa taaluma zangu kama nilivyosema, nilisomea kilimo, lakini ka specialize mambo ya mifugo, nimesomea mambo ya usimamizi wa miradi, ufuatiliaji na tathmini. Kwanza nitaanza kwa kushirikiana na serikali kuwasaidia hao wakulima na wafugaji, kwa maana ya kwamba kuna maafisa ugani tunaita extension services officers ambao nitakuwa nao karibu sana katika kuwasaidia jamii tunazotoka za vijijini, yani kufanya kilimo bora, kufanya mifugo bora na kuwaletea maendeleo kwa ujumla. Maendeleo hayo yanakujaje? Labda kwa ufupi sana nitasema kwamba wafugaji wetu watakaposaidiwa na hawa maafisa ugani, lazima mazao yatakuwa mengi. Kwa hiyo sasa mimi kwa kutumia elimu nilionayo, sitapenda wauze mazao ghafi, wasiuze labda mahindi au wasiuze tu pamba, wasiuze alizeti, wasiuze ngozi za ng'ombe. Nitashirikiana na serikali katika kuwaletea kwa mfano viwanda, kushawishi zile hatua za kupatikana kwa viwanda ili yale mazao yasindikwe. Maana yake kuongeza ule mnyororo wa thamani, kwa maana kwamba kama ni pamba, tunazo gineri ambazo huwa zinatengeneza nyuzi, tutatengeneza nguo, ngozi zile za ng'ombe. Sisi ni matajiri wa ng'ombe sana, kilimo na mifugo. Tutatengeneza viatu, tutatengeneza mikanda. Na hapo nitakaposhawishi viwanda vipatikane kwenye maeneo yetu kabisa, kama ni Masanga, kama ni katika tarafa yetu au katika wilaya yetu. Kwanza, kitu cha kwanza, serikali italeta miundombinu kwa maana ya kusupport vile viwanda ili wapate kodi. Kwa maana tunapozungumzia swala la viwanda, maana yake tunazungumzia uongezaji wa thamani. Sasa miundombinu ikiletwa kama umeme, maji, barabara nzuri ili kuweze kupitika kule, tayari
kushawishi maendeleo ya jamii yangu. Lakini pia kwa kuleta viwanda nitakuwa nimeongeza ajira. Watu wengi wataajiriwa. Lakini pia watapata bei nzuri za mazao yao. Kwa mfano pamba sasa hivi tunauza kilo kwa bei ndogo sana. Lakini tukiwa na kiwanda tumeongeza thamani, tutauza nguo badala ya kuendea nguo China. Nguo zitatoka kishapu. Na kwa mfano ndugu yangu mtangazaji, ukivaa kiatu ambacho ni original cha ngozi na ngozi ambayo ni fake, bei zake ni tofauti. Mtu unaweza kumsema bwana kiatu hiki kinauza bei hii. Anakuambia hii ni pure leather bwana, maana yake ni ngozi halisi. Sasa sisi Kishapu na Masanga kwa ujumla tuna uwezo wa kutengeneza hizo malighafi. Kwa hiyo kwa ujumla nisichukue muda mrefu sana. Nitatumia elimu yangu kwa kushirikiana na serikali kuongeza thamani za mazao. Na sasa hivi tunapoenda kutengeneza huu umoja, tunasema tunaenda kuwaletea maendeleo, kwa maana kuna ushauri mbalimbali wa namna ya kufanya hizo kazi, namna ya kuzalisha, namna ya kuongeza mnyororo wa thamani, namna ya kuboresha maisha yao. Kwa hiyo kwa ujumla nitakuwa nimesaidia nchi, nimesaidia viongozi watakaowekwa madarakani, wabunge wangu, rais wangu, madiwani wangu, nitakuwa nimewasaidia kwa kutumia elimu niliyoipata. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, nikushukuru sana mwandishi na naomba niwasilishe. Sawa, tunashukuru sana, na hayo ndo mahojiano maalum kwa ufupi. Tulikuwa na Profesa Emmanuel Reshija ambaye yeye ni mlezi wa umoja wa wazee Masanga, lakini pia na Dr. Daniel Dula. Tunashukuru kwa kutazama. Asante sana.